Okay, vile mnajua ni Gaucho, ghetto president, mwanasoja wa the late Raila Odinga na mwanasoja wa Linda Ground ya inalidiwa na Oburu Odinga, Junet Mohamed na hao watu wengine. Leo nilikuwa mahali kwa mkutano ya kibiashara na nimepata simu mingi ya kwamba ndugu yangu kingpin yetu party leader wetu bandia Babu Owino amesema ya kwamba mimi sifai kufanya kwa hospitali kwa sababu wale naongoza walienda shule miaka 7 ama 8, wafai kukaa na mtu ambayo ajui hata aspirin ni nini ama Panadol ni nini. Na tena amesema mimi mtu kama mimi akichukua governor atanifukuza, atanitoa kazi kwa sababu mtu kama Gaucho ni mtu anafikiria slow. Nataka niambie wa Kenya na naambia wana Nairobi na Wajaluo wenzangu na Wakenya wote ya kwamba ni ukweli ndugu yangu Babu na governor in waiting na kingpin in waiting na party leader in waiting ya kwamba hiyo vitu zote umesema ni ukweli. Mimi Sakaja alikuwa anaona ya kwamba niweke traffic marshal. Hiyo ndio ilikuwa niwekwe. Sasa unaribu jina Sakaja bure. Yeye pia hiyo akili uko nayo ndiye alikuwa anaona ya kwamba niwekwe traffic marshal. Lakini through consultation aliuliza mama Ido Odinga na akauliza William Samoei Ruto na akauliza Dr. Raymond Omola ambaye amesimamia mambo ya security Jaluo anaitwa Alitakue. Wakasema mimi nikipelekwa kwa traffic marshal, nikienda pale nitaangalia watu kwa magari, mtu akipita kiolela kama ile light, ile sensor light akipita bila kunini, na nikiangalia watu nipate mtu either amevuta shisha yake ama amekunywa pombe ama amekula cocaine ama amekula bangi zake, nimuulize kitu, nistuke badala nipige risasi ya mguu vile Kipchumba alisema, nistuke amenipiga risasi ya nini, ya kichwa ama ya shingo. That's why wakina Raymond wali advise akina Sakaja ya kwamba sifai kupelekwa kwa traffic marshal, but hapo ndio Sakaja alikuwa ananipeleka. So hapo nao umesema ukweli. Nilikuwa na disava hapo, lakini nilijua naweza pata mtu kama wewe huko kwa traffic anipige risasi ya shingo ama mtu mwingine kama wewe. So hao watu waliona ya kwamba hawataki tena mwingine atumie 70 million kwa matibabu na pia niharibie maisha, nikuwe sasa nabaiwa napkin, napelekwa kwa choo na atosho wajua na mimi ni kijana mdogo. Nikaona ya kwamba Sakaja na kina Raymond na mama waliokoa maisha yangu, wakanipeleka kwa board. Hapo ni ukweli. Mambo ya pili, ukasema ya kwamba mimi sielewi mambo ya daktari. Hiyo bado ni ukweli. Lakini mimi wale naenda pale daktari, PhD holder, karateka, black belt karateka, lawyer ambaye ameshinda kina Danson Omari, kujua yote, mwenye masomo, iko kitu ujanini ukweli. Kitu naenda kufanya pale ni kama mama fulani ni mgonjwa, ameshindwa kulipa bill na sasa kwa daktari, na hesa peleka maneno na ni mtu wa ghetto, Dandora, Mathare, Okorokocho, Roma, ni kwenda kuambia wale madaktari na wale CEO wa board ya kwamba iko mama wetu fulani hapa amezaa, ningeomba kona shaisha mlipia, lakini iko nini fulani, hebu mfanye nini, mkatii hii bill aende aweviwe aende. Ama mtu fulani amekuja hospitali na akona ID na hajakata SHA, kumadvise ya kwamba wewe kata SHA ili jukua na ID ndio utakuwa na SHA. Hiyo ndio kitu naenda kufanya pale. Mtu akikoma mchari amekufa na amekoma mchari, naenda kuambia pale kwa board, tafadhali huyu ni mtu wa Korokocho, Dandora, Mukuru, Oroma, mumuachilie aenda, kuna aje maiti kae hapa. Hii ndio kitu naenda kufanya pale. Siendi kufanyia mtu operation, siendi kutibu mtu, siendi kudunga mtu sindano, hakuna mahali popote naenda kupea hata mtu dawa. So Mr. PhD holder, lawyer, daktari, kingpin, iko mali hapo ndio sasa hesabu umepiga. Juu sisi watu wajinga ni wengi, ungetusaidia wajinga wenzangu wengine wasifikiri mimi naenda kufanyia mtu operation, unaona. Lakini nafikiri wale wajanja wengine ama werevu wengine nafikiri wanajua, hapo sasa wengine umewadanganya. Umekuja kusema tena kitu kingine ambao umesema ambao ni ukweli ya kwamba mimi nafikiria slow, sifai kukua mali. Wacha nikwambie ndugu yangu Babu, mtu alinifundisha kufikiria slow ni Raila. Aliniambia yeye angekuwa nafikiria haraka angeshachoma inchi.
lakini alikuwa anaangalia nchi ni kubwa. Sasa zingine amefanyiwa mabaya, anatafuta mtu amemfanyia mabaya, wanakaa chini, wanazungumza, wana move together. So aliniambia Gaucho, si kila kitu unaenda na haraka ama unafanya uamuzi haraka. Baba angefanya uamuzi haraka kama yako, angekuwa ameua watu wengi. First, wewe mwenyewe wakati ulimslapia Mesa, wakati ulimsalapia Mesa ukikimbiza mbadi ya kwamba amepewa chairman park ya nini, Baba Raila Odinga akaniambia ulimslapia Mesa mpaka ukamwambia kama hataki kukuwa president atoke mbele yako. Wewe uwezi nini, unaona? Baba kama angekuwa nafikiria haraka, si angepeana signal na tungesema malizana na wewe. Ni mtu alikuwa nafikiria slow, akakuacha, akaona jana ndio inakusaidia. Huyu mambo ya kufikiria pole pole, Raila Odinga alikuwa anafikiria haraka, angemalizana Dalmas Otieno kwa sababu alikuwa anampinga sana. Unaona, alikuja akaweka tena amani katikati ya Dalmas Otieno, akampea ticket 2007. Dalmas Otieno akakuwa mbunge wa Rongo na alikuwa anamsumbua huyu Orengo ambaye ako na wewe. Alisumbua Raila Odinga mpaka akasimama naye, na baada alikuwa na mtusi. Alikuja akakaa na Orengo, akafikiria polepole, akakaa na yeye, hakufikiria haraka, wakakaa na yeye, akakuja akavuta Orengo, akamweka tena MP mpaka kawacha kama ni governor wa Siaya. Huyu ni Raila Odinga ambaye alinifundisha kufikiria polepole. Huyu Raila Odinga baada alifikiria polepole kwa Nyang' Nyong'o, alikuwa na mtusi na akasema ya kwamba hakusoma vizuri, eti yeye ni profesa. Nyang' Nyong'o alikuwa secretary ya Charity Ngilu kwa SDP, akamchukua akamweka bado mbunge juu kufikiria polepole, hakumshikia. Huyu ni Raila Odinga ambao ni baba yangu ambaye anapumzika leo, alinifundisha kufikiria polepole. Sasa ninawaambia wewe, mali kufikiria polepole ilitoka. Juu zingine wewe hujui kwa nini mimi nafikiria polepole, sitaki kufikiria kama wewe haraka. Huyu bado Raila Odinga alinifundisha kwamba kufikiria polepole. Moi alimshika mpaka akamweka ndani. Bado akafikiria polepole, akakuja akateremsha bandera ya NDP, ikaitwa New KANU, akakubali kukaa na yeye tena ili Kenya iende pamoja. Hiyo ni kufikiria polepole. Alisahau mtu alimweka kwa jela miaka 9. Aoni bibi yake, hakuna kitu anafanya, hakuna biashara yake anafanya. Kama ingekuwa ni yeye kufikiria haraka, ungefanyia Moi nini? Na uko na influence kama yake, ungefanya nini hii nchi? Bado hiyo kufikiria polepole, alikuja akakaa na Mwai Kibaki after kumnyang'anya kura 2007 mpaka wakakosana na president wa sasa William Ruto. Unaona, akaambia kina Ruto, hapana, Kenya ni kubwa kuliko mimi. Akafikiria polepole, akaenda kwa serikali ya Barwabara. Hiyo ni Raila Odinga alinifundisha. Ni student wa Raila Odinga na mimi ni disciple yake. Lazima nifuate vitu aliniambia, kufikiria polepole si kufikiria haraka. Akakaa na Mwai Kibaki wakagawa serikali. Akakuja 2000, hiyo kufikiria polepole ndio wakati waliunda serikali na Kibaki, ndio akakuja akaleta new constitution 2010 ambao tuko na county ambao leo unapigana kukua na haraka haraka, unataka kukua nayo governor kwa sababu ya kufikiria polepole ya Raila. Ndio maana tuko na constitution ambayo inatufavor, ambayo hata sisi wajinga tunaweza pontiwa kwa board. Hiyo ni kufikiria polepole. Hiyo ni Raila Odinga. Raila huyu Odinga akanyang'anywa kura 2017 na Uhuru. Akakuja akasema hapana, nchi ni kubwa, akisema tu resist vitu mingi. Watu wakaresist, Safaricom, maziwa nini. Akasema hapana, nchi uchumi tanguka, akanyosha mkono yake, akasalamia Uhuru, akafikiria tena polepole, akaona nchi ni kubwa kuliko yeye, tukaenda pamoja. Hiyo kufikiria polepole, Raila Odinga juzi hapa akafilia kwamba amenyang'anywa kura na William Ruto. Tukakuko demonstration ya sufuria na mwiko na nini. Nikikuwa hapo na mimi, akaniambia hapana Gaucho, Kenya ni kubwa kuliko mimi, wacha tufanye nini? Tuache hiyo yote. Wakati GNC ilikuja, ikianza demonstration ambayo wewe kufikiria hiyo na nini yako, wewe ulitaka Kenya ichomeke, Ruto atolewe na fujo ile. Lakini Raila Odinga kaona mbele, akaona hii nchi ni kubwa kuliko mimi apart from politician, mimi ni mwanabiashara. Akaniambia Gaucho, akanikumbusha mambo ya Egypt, kitu ilifanyika Egypt hiyo kutoa president na hiyo fujo. Akasema nchi ya Egypt haijakuwa nchi mpaka leo. Akafikiria polepole, akaenda akakaa na Ruto chini, tukakuwa na broad based government. Hiyo ni kufikiria polepole, si kufikiria haraka haraka vile wewe ulikuwa unaruka kwa fence ya parliament, umeruka sijui wapi, nini ili uende na wave. Raila Odinga hakuwa hivyo. So nikikuja bado kwa hii mambo ya kufikiria kwenda haraka, ndio ile huo jambo mbaya. Alisema zile vitu yote ameweka linafaa ifuatwe, akaolewa kwa nyumba. Hiyo jambo mbaya. Hiyo kwenda haraka haraka ndio iliua Tom Mboya. Hiyo kwenda haraka haraka, unaona? Hiyo kwenda haraka haraka ndio ilifanya wakina nani? Hii group ya akina Matiba
Makina Matiba, hiyo haraka yake alidungwa sindano akakufa, kama yeye ni zuzu ajui hata kama anakufa. Hiyo kwenda haraka hiyo yako, unaona? Yeye ingekuwa hao pia wangekuwa naenda slow pole kama Raila, wangekuwa mpaka leo, hata wangekufa tu na umri ya Raila, lakini walidungwa sindano wakakufa mapema. Jua kwenda haraka, so baya haraka na kufikiria pole. Kama hiyo kufikiria pole nimefanya mimi, unasema ya kwamba sifai. Mimi hii kufikiria pole nilichukua kwa Raila Odinga. Hiyo kufikiria pole ndio Raila Odinga aliniweka ya kwamba mtu kama Oburu Odinga kishawekwa kama kiongozi na elder amekuwa kiongozi wetu, tunafaa tumfuate, tumsupport tukingoja wakati yetu. Hiyo Raila Odinga alinifundisha. Gladys Wanga kiwekwa chair lady, hata kama ni mpole, hata kama ni mama, tunamfuata tu hivyo. Wewe babu, kila kitu yote ambayo inaenda na Wajaluo, wakati chairman Mbadi alipewa park ulimpiga. Saa hii hata Gachagua ambayo ni mkabila kabisa, apigangi Wakikuyu wake ambao anafanya kwa serikali. Yeye akiamuka asubuhi anapiga tu Junet Mohamed, anapiga Wanga, anapiga Raymond Omolo, anapiga Opiyo Wandayi, anapiga Mbadi. Lakini wewe pia ambayo wewe ni hao ni watu wenyu, umejoin Gachagua, unapiga Raymond Omolo, Etio Guns, unapiga Mbadi, unapiga Opiyo Wandayi, unapiga Tandi, unapiga Wanga, unapiga Oburu. Wewe mtu mmoja unataka governor Nairobi, unataka senator, unataka governor Nairobi, unataka kingpin, unataka party leader, unataka kiongozi ya kila kitu, na wewe ndio mwerefu, wewe ndio kila kitu babu. Sasa Wajaluo wote ambao wanafanya kazi utaki, unaona? So umeniambia kwamba ukipata kazi, wale watu wote Sakaja amefukuza, ameweka kwa kazi wote ambayo alitoa Dandora, Korokocho, Mathare, Huruma. Wale wengine hawakusoma, wengine walimaliza shule, wengine hawakumaliza, wengine waliacha katikati. Sakaja ameweka kwa polisi. Inamaanisha leo ameweka kwa traffic marshal na wengine Kaju. Inamaanisha leo ukichukua governor wote utawafukuza, ikuwe Nairobi County sasa ni watu wa PhD na nini ndio traffic marshal na ndio Kaju ambao wanafuatana na UKAS. Hiyo ndio inchi ambayo unataka. Na mimi nauliza babu, sisi wajinga pia tunalipa tax, tunalipa ushuru. Mimi nakuuliza, sidhani wewe unamaanisha kwamba sisi watu wajinga pia tunafaa tuwekewe mali ya kulipa ushuru, na sisi pia juu pia lazima tuishi na tukule kama watu wengine. So sisi ushuru yetu inafaa ichukuliwe tu ushuru basi ya PhD, kwa sababu hao watu PhD wananunua mkate 60 ama 70 kama sisi, wananunua maziwa 60 ama 65 kama watu wa PhD. Inafaa basi duka ya PhD na duka ya masters na black belt holders wale wanapiga ngumi pia wakuwe na duka zao, na sisi wajunga pia tukue. Hata kama ni mkate nyinyi mnauziwa mkate, so sisi tuuziwe 5 bob, kwa sababu sisi ni wajinga, tunafanyiwa favor katika nchi yetu, unaona? So mimi nataka nikwambie ndugu yangu babu, nataka nikwambie, na hii nakwambia bure, na naambia Wajaluo wetu, mnaona tu babu huyu alianza kupigana na Oburu, akapiga Raymond Omolo vile anainua guns. Wale vijana wananunulia pikipiki, anafanya nini? Anasema Raymond Omolo anaua vijana, akishaua vijana anajengea mabibi zao nyumba. Anasema wakina Junet, anasema wakina Oburu afai kukuwa kiongozi wake, huyo ni mtu mzee. Alitoka hapo kabla hata Raila Odinga akufe. Wewe mwenyewe ulislapia Raila Odinga mesa. Kama huku heshimu Raila Odinga na ukasema Raila Odinga kutoke, mimi hiyo Raila Odinga ananiambia pale Alingam hiyo next to hiyo nini hiyo Alingam next to hii nini inaitwa casino next hapo Alingam, akaniambia kama mapua yake mapua yake hapa ime nini wakati alianguka, akaniambia kwamba babu ndugu yangu alimslapia mesa na akamwambia toke kama hataki kuwa president. Hiyo siku akipiga Mbadi mpaka kaingia chini ya mesa ya kwamba nataka chairman park. Baba Raila Odinga kaniambia na mdomo yake, huyu kijana amenitusi mimi, kijana wa Oginga nikipigania hii nchi. Baba yangu Oginga alipigania akaikosa kuipata. Mimi pia ni kama nitakufa bila kuipata. Huyu kijana nitaona mali amefika. Aliniambia kama tumekaa hivi, tulikuwa na mimi rafiki yangu Marco Londe Wakagani, tulikuwa na Uhusu wa Siaya na mimi na the late ule jamaa alikuwa anaitwa nani? Ule bodyguard Udiwor. Babu, leo unataka kutuforce ya kwamba lazima tukusupport na nguvu. Babu, sisi watu wa nje, si watu wote utadili nao vile ulikuwa na deal na watu wa university. Watu wa university ni kuku ya grade. Wanapewa maji, wanaonyeshwa mali wa kukula, wanalipiwa fee, wako tu pale kuzunguka tu. Hapo una deal, ukitaka kuwa kiongozi ya watu wote, unataka wajinga. Ndio maana Odinga alikuwa anazigizana na kila mtu. Alikuwa anapenda walevi, watu wachafu, watu wanauza mboga, watu wakora, watu wamesoma, watu wako na masters, watu hawana. That's why kila mtu alikuwa anapenda Jacom. Lakini wewe unataka kutuambia kwamba wewe unafaa kwetu na marafiki wale wamesoma peke yako, nao wanasoma pia. Babu, umekuwa university, utuambie. Si mimi umesema mimi nimepewa board na mimi ni mjinga.
Utuambie wewe kwa Embakasi tumekuwa since umechaguliwa sasa unaelekea miaka 7. Nani? Utuambie watu ngapi kutoka Nyalenda wale umepea hata contract hapa ama umeandika mahali. Utuambie wale ulisoma na hao University of Nairobi, Wajaluo hata tribe nyingine ambayo ulipea mtu contract ama umeandika mahali ya kwamba huyu mimi ndo nimepea, tulikuwa na university nimempea kazi na amesoma kama mimi. Utuambie, unaona? Utuambie bado watu ngapi wanafanya contract. You contract Embakasi East inafanywa wewe na bibi yako. Kampuni za familia bibi yako linafanya contract huko. Babu Owino, hata wale wa mama wanakufanyia tunajua vile umewaweka. Uliwaweka wakakuwa wale wanashinda tu babu kwa sababu wao manono wamejiblicha hapo Embakasi East. Ulienda wengine wakawekwa wakatombwa wakarekodiwa wawezi ongea, wakijaribu kukupinga ni threats. Hii Embakasi East watu wanakupenda na sisi watu wajui kitu tunafanya. Umewekea kila mtu woga. Yule kijana bado ulimkon pesa ya kwamba kuwe mwanajeshi. Ulimkon karibu 500,000. Wakati huyu kijana ulimkon akitaka kukudai ulimfanyia nini? Ulikuja ukamdanganya akashikwa na pembe za ndovu. Kama si ule jamani Otiato Amolo ulimsema na yeye, huyo kijana alikaa jela miaka 3. Akitoka wakati Otiato alimsaidia juu alipigwa bond ya 2 million. Wakati alitoka hakurudi tena kukuuliza hiyo pesa tena. Unaona? Iko wamama ambao unadanganya na blackmail unaweka wamama wengine wanataka contract kwako, wengine wakisafanya upuuzi, wamewafix wamelala na mtu amerekodiwa, hiyo pesa yao inaenda na walikuwa wanataka contract kwako. Babu, wewe tunakujua. Na umesema mimi ni mjinga na wewe ni mwerevu. Ile kitu nafanyia werevu wenzako ni mbaya kuliko mimi yenye nafanyia wajinga wenzangu. Mimi nakuuliza babu. Umesema ya kwamba wewe mimi ni mjinga sana ambayo sifai kukua na ukichukua kiti utanitoa. Mimi nimekubali hiyo kwa sababu nyewe mimi ni mjinga. Kabla ujaji mtu lazima ufuate historia yake ama background. Ujue kwa nini huyu mtu hakusoma. Kwa nini huyu msichana anafanya umalaya? Kwa nini huyu kijana amekuwa muizi? Kwa nini huyu kijana hakufika hapa? Unaangalia background. Hakuna mtu anaweza kataa kusoma ama anaweza fanya umalaya ama uizi kama environment area yake imemkubali ama environment inamfavor. Kama wewe ulipata hiyo opportunity, sasa zingine ulisoma kwa era ya bursary na scholarships, unaona, ukapata hiyo nafasi, usipige nao kifua na isikuwe ya kudharau watu wengine. Na mimi naambia wanageto wenzangu, musikue na wasiwasi na musiogope na musijidharau kwa sababu Babu Owino amesema nyinyi mufai kupata kazi. Hasa mimi naambia vijana ambao wameandikwa kutoka Dandora, Korokocho na Sakaja, mjue huyu jamaa akichukua governor, nyinyi wote mtakosa kazi hiyo siku amechukua governor. Unaona? Na wamama ambao pia wale wamama ambao wamama hao mahukas ambao wanauza, iko wengine watoto wao wale drop form 4, utawafanya nini? Utawafanya watoto wao nini? So mimi nakwambia babu, mimi na hiyo jinga yangu, hakuna siku mimi nikikuwa muizi nilikuwahi kuwa nikaweka msichana arepiwe na watu 12 kama nimemshikia bunduki kwa sababu ananipinga. Unaona? Hakuna. Wewe mwenyewe na hiyo somo yako na hiyo akili yako ulikuja ukaweka msichana kutoka kwa kinadika chako ambao unaita fadhe. Huyo msichana ni daktari either hapo Nyeri ama Kiambu. Uliweka wakati alikupinga, uliweka wanaume 12 mkarepu huyo msichana, akaripiwa kama umembebea bunduki, msichana msafiri. Unaona? Na akaripiwa na ukamuzio uoga. Unaona? Huyo msichana hizi kanyaga hata hapo nini? Daka mwisho ukashikanisha kijana mwingine ndiye akawekwa ndani. Huyo kijana mlisoma naye ni Mjaluo kutoka huko Kisumu ambaye unasivu. Ako ndani sasa ina rape na ambaye wewe mwenyewe ndio uliwekea huyo msichana bunduki na akaripiwa na watu 12. Unaona? Mimi sijaifanya. Mimi na hiyo jinga yangu, na hiyo wizi nilikuwa nafanya, sikuwahi fanyia mtu mwingine hivyo. Na wewe ulifanyia msomi mwenzako, msichana ambaye sasa hivi alipo msichana hiyo yako, hiyo kitu inamtocha. Unaona? Inamtocha. Vile unatocha sasa hii DJ Elvo eti wa Kenya. Mtu anakuja kusema kwa live TV ya kwamba alipiga DJ Elvo risasi lakini eti ameshatumia 70 million. Wakenya nyinyi babu anajuanga yeye ni mrefu peke yake Kenya. Muende mpige hesabu. MP hapa Kenya salary ni 1 million. So 1 million babu sasa ameenda 6 to 7 years. 6 years tangu akuwe MP. Karibu 8 years. So mimi nataka niwapige 70 million. Babu ametoa wapi ya kushughulikia DJ Elvo 70 million? Inamaanisha hii pesa either anatoka kwa CDF, hiyo pesa ambayo inafaa isaidie watu wa Embakasi barabara, hospitali, nini maskulu, shule, nini basari na nini. Hiyo anakata kwa ile mesa ambayo kufikiria haraka vile anasema anafikiria haraka, angefikiria polepole, hiyo pesa ingesaidia watu wa Embakasi East. Lakini jua anafikiria haraka na ujinga haraka, alipiga nao kijana ambaye hana uwezo kwa sababu ya mwanamke, kwa sababu matako ya mwanamke, alafu anakuja kwa live TV anasema eti huyo kijana alitumia 70 million.
iko life ambayo ina worth hata 1 billion. Inamaanisha wakina Uhuru leo wakipenda wanaweza kuua kila mtu kwa sababu wako na pesa, wanaona nchi. Kama mtu tu ni MP anapiga mtu risasi na anajisifu, anasema ya kwamba alimsungulikia. Sasa yeye anatombana, huyo kijana hizi tombana, huyo kijana hizi kuwa na familia yake, huyo kijana juu kama kuna mtoto hawezi ongelesha na mtoto wake vizuri, hakuna kitu. Sasa hii ni mtu anatoleso, anapelekwa kocho, ananiniwa, anavalishwa, anafanywa kila kitu. Mtu alikuwa anatafutia pesa, mtu anakuja na Wakenya bado wanasema eti babu huyo ndiye anaweza walinda. Sasa zile kijana mwingine nayo hawezi fanya kitu yote. Yeye hata raia dunia hata basange kufa. Babu anakuja kwa Live TV anasema eti alimpiga na Ikolo mara 2. Eti Ikolo ambaye imekubali ukipiga mtu na umsimamie. Sasa hiyo inamaanisha wale watu wa ghetto. Mimi mwenyewe na hiyo jinga yangu sijaichukua kisu, wale wananikosea ni wadunge. Lakini wewe na hiyo refu yako ambayo unasemanga una pump pale amenaononga kujisifu eti I want to pump knowledge in your head. Yani uliona tu unge pump knowledge ama wisdom kwa nani, kwa DJ Elvo, uliona tu pump risasi kwa shingo yake. Hiyo ndio kitu unataka kila mtu akue. Na hiyo mimi ujinga yangu sisi fanya kitu kama hiyo. Babu Owino, na hiyo revu yako tumejua wewe ni mwerevu. Mimi nakuuliza. Na nakuuliza tu, Gachagua ni mkabila sana. Lakini hautawahi pata Gachagua akipiga watu wao ambao wako kwa serikali hata moja apigangi. Lakini wewe ukiamuka asubuhi ni Raymond Omolo, Mbade, Opiyo Wandayi, nani Oburu Odinga, Atandi, hao ndo unapiga. Unaona? So mimi nakuuliza, umesema umetafuta kingpin imekukosa. Umetafuta party leader umekosa. Umetafuta Raymond Omolo, wakina Raymond Omolo, wakina Mbade wafukuzwe, wakina Raymond Omolo nani wafukuzwe, umekosa. Hasa umekuja sasa unataka board. Hii board pia Ochakaja alinipea ili nitoke kwa gunship, ili usisome jina yangu kwa list. Nimetoka nimerudisha rungu chini. Tena unataka hii board nifukuzwe. Kesho tena nikirudi kwa gunship nichukue rungu. Tena utakuja kwa Live TV usome list ya jina yangu. Na unaona, na ni jina tu wa vijana wa Jaluo. Juzi wale walikuwa wanasoma jina yao ya kwamba uliwe, hao vijana wana kazi, hawakuwa na kazi. Sasa mmoja wao kama Gaucho amepata kazi, unasema tena afukuzwe. Na wale wako Kisumu pale pia unasema wanatumika, wanafaa washikwe wauliwe. Then wale pia ukipata kazi pia uwataki. Babu Owino, unataka government ama sisi au vijana wa Jaluo watupiwe nuclear ndio ubaki peke yako? Mimi nataka nikwambie babu. Mimi nakwambia bura ndugu yangu, Raila Odinga ambayo alikuchukua akachukua favor akakupea kiti, kwa sababu hata Fidel angekuwa babu aungekuwa Embakasi East MP. Kwa sababu gani? Wewe hujai kuwa pro Raila Odinga, ulikuwa pro government. Nataka nikwambie, wakati G7 ilianza kina Kalonzo, Uhuru Kenyatta kama kwa egg, Raila Odinga alitumwa kina Fidel Ndolo, ukasema ya kwamba ili uwasaidie Uhuru Kenyatta na Ruto wasiingie Jivanji, unataka 3 million utoe vijana wa university wazuia watu kuingia. Ulichukua 3 million ambao ulipewa na Fidel. Ndolo alikuwa hapo, Gumo, Ababu na Mwamba na kina Kotun. Daka mwisho after kuchukua hiyo pesa ulichukuliwa na Paul Kobia. Huyu alikuwa na uzanga nini? Sitaki kusema biashara yake. Huyu Paul Kobo, huyu Mmeru alikuja akakuchukua akakupeleka kwa ule mtu alikuwa by that time kama Kibichu ama kama Raymond Omolo, alikuwa anaitwa kwa serikali ya Kibaki Ringo. Alikuwa anaitwa Ringo. Ukapelekwa ukapewa 10 million. Ukajienda ukajifunga kwa BNB. Hiyo pesa Raila Odinga na kina Fidel ulikula. Unaona? Hiyo kitu ilifanya Fidel alikufa kama kona hasira na wewe mbaya sana. Ulikula hiyo pesa na huko wewe nini? Unaona? So wewe leo ndio unataka kujifanya umejua ODM kuliko ni kama Raila Odinga alikuwa nakupenda. Muliingia ODM the same year na Sifuna. Muliingia wewe, Jicho Pevu, Steve Mbogo na wewe. Steve Mbogo alitoka ODM kama saa pewa director ya youth. Unaona? Kwa nini baba hakukupea hata ya kusimamia kufagia Orange House? Akakuja akaweka Sifuna secretary general. Kwa nini hakukupea mali popote ya youth? Kwa nini? Kwa sababu walijua vizuri wewe ni mwanabiashara na wewe uko na raka. Unaona? Badala uheshimu baba Raila Odinga aliniambia Gaucho ndio usucceed, lazima uheshimu wale wako mbele yako. Lazima uheshimu watu kama Junet Mohamed, time yao ikifika, akina Gladys Wanga, akina Oburu Odinga, akina Raymond Omolo, mali wako. Ndio wewe pia siku moja watu uheshimu uongozi yako. Lakini hao watu wote kama umedharau, kama Mama Ida ambaye alifanya, Raila Odinga hakutaka upewe tiketi ya Embakasi. Na kumbuku ikikuja, ulikuwa unaenda kusimama Dandora. Meeting ya kwanza uliweka na Gwex, ulikuwa unaenda Dandora. Hata ukianza kuregister vijana wa university uende usimame kwa Gakuya. Ndio ukadevasiwa ya kwamba uende Embakasi East. Kwenda Embakasi East, huko ambao unajipika kifua. Ukienda Embakasi East, baba hakutaka kukupea ticket.
mama huyu ambao uliweka Maverick atusi na jina yangu ya kwamba niko na affairs na wewe, kama mama Ida ambaye alikusaidia ndio ulikuja kuweka eti muta mtusi, kama huku na respect na ule mama, sasa mimi utakuwa na respect na mimi? Na ule mama pia amesoma kukuliko na apigangi kufua kama yeye ulimweka na ni mama mkubwa. Hii story yote wakina Maverick na watu walikuwa naongea, wewe ndio uliambia Maverick ili nikosane na hiyo family. You first, wewe ni muwivu, utaki mtu mwingine anaenda, na utaki kijana wote Mjeluo ambao ako smart ama kijana Mjeluo ambao ako na influence, hautakangi. Kama huwezi muua, kama huwezi mchorea watu wampige, kama huwezi chora amuuliwe, kama huwezi chora awekwe ndani afungwe, then wewe si mtu. Unaona, ukaweka Maverick wako atusi mama ambayo alifanya ukapata ticket ukue Embakasist. Then kukua hiyo Embakasist ukakuja kuhusia watu narrative ya kwamba wewe ndio unapendwa Embakasist, hakuna Mjaluo anazapita. Nani alijua Omondi? Na Omondi alipita hiyo Embakasist, na kwani wakikuwa kukua hiyo Embakasist ukasai unatukujia na narrative ya kwamba eti mimi Embakasist na chaguliwa na tribe yote, hakuna mtu anazapita. Ule Omondi alipita Embakasist na wakikuu walikuwa hapo na alishinda, sijui nani alikuwa hiyo area. Unakuja kurusha narrative eti wewe ukitoka Embakasist itachukuliwa na tribe nyingine, na wewe ukikuja kuichukua ilichukuliwa na Mjaluo. Kwani wewe ndio wakati ukifika wakikuu walipump hapo? Ama wewe ndio ulikuja ukanini? Alafu sasa umekuja kutoa kwa kwamba Mjaluo yote umeamini ni mweke ule mtu mweupe kama wewe. Unaona, mtu mweupe kama wewe. Sasa sisi ambao nywele ngumu na hatuna nywele ya white, hawezi tu nini, hawezi tuheshimu, hatufai kukula hii nchi na hatufai kuishi. Mimi nataka niwaambie Wajaluo wenzetu, babu ni agent ya kupigana na Wajaluo ambayo wako kwa serikali. Na mimi naambia watu wetu, mimi yale yote amesema nimekubaliana nayo, but Raila Odinga angekuwa na hiyo vita yote, wakina Orengo wangekuwa, wakina Dalmas Otieno wangekuwa, na hao watu wengine wangekuwa. Na mimi nataka nikuambie, wewe unafikiri sasa ile weka Maverick out atusi mama Winnie, wewe unafikiri Winnie ambao ni msichana wake, hata kama mmekutana, kwa nini unapeanga Sifuna attention na wakupea attention? Na mimi nauliza, kwa hiyo linda ground, kulinda wananchi ambao unaweza, kwa nini headline kila siku headline ikitolewa wanatoa tu Orengo na wanatoa Sifuna? Kwa nini wakutoi? Kwa nini wakutoi? Kwa sababu hata wale unachukua pesa kwa wakuamini. Unaona, hawakuamini. So my friend babu, mimi Raila Odinga alinifundisha ku reason pole. Na mimi nataka nikuambie, Raila Odinga aliniambia kama tuko riat ya kwamba Gaucho, wakati aliniuliza Gaucho nani watu, wakati alikuwa anataka kwenda Addis Ababa, aliniuliza Gaucho nani watu wanaongelelea ya kwamba anaweza chukua nafasi yangu. Nikamwambia baba, watu wanasema Gladys Wanga, Winnie mtoto wako, Opiyo Wandayi, Mbadi, Orengo na babu. Wakati nilitaja jina yako akaniuliza na nani watu wanapenda sana, nikamwambia ni babu. Alichange na baba akaniambia Gaucho sijui nani atakuwa kingpin, okanginga mabiro bedo kingpin mar Joluo, but ok nyathino remo pongo lwete, nyathino ka wene Joluo to biro uso gi chumbulo to ng'eny biro nego mang'eny. Mano gima hiyo ni kitu Odinga aliniambia kwamba jui nani atakuwa kingpin ya Wajaluo, but si huyo kijana. Huyo kijana damu yake mkono yake imejaa damu. Nikimwachia Wajaluo atauza kama umena ama kama kanjwele, na wengi ataua. Tumeanza kuona hao vijana Wajaluo wanataka wauliwe Nyalenda, ndio unasoma jina yao wauliwe. Hao Wajaluo wanataka wafukuzwe kazi. Hao Wajaluo wanataka watolewe mpaka kwa board. Hao Wajaluo wanataka wapate maisha mazuri. Hiyo ndio kitu nataka. Mimi nataka nikwambie, wakati ulikuwa MP, Jagwa alikuwa rafiki yako. Hakuwahi ongea hata kizungu hata moja. Kwa nini ukukuja kwa midi useme Jagwa? Kwa nini uje ongea kizungu? My friend babu, na kuambia bure, mimi mtu nilikuwa loyal kwake ni Raila Amolo Odinga. Sasa hii mtu naweza listen kwake ni Oburu, Mama Ida, Winnie. Kama wewe unakuwa kingpin ya Wajaluo leo, mimi afadhali nikuwe kingpin ya Migori, ama nikuwe ya Rongo, ama nikuwe sub location ya Kodero, but sio wewe unifuata. Na mimi naambia Wajaluo, huyu mtu mjui, na naambia Pauline Njoroge na hiyo group ya kulinda ground wote, nyinyi mjui babu. Pauline na hao wasichana wanachekanga, hao wakikuwa wanachekanga na nyinyi hapo. Mrembo mtawekwa, wale hawezi lala nao, ataweka mabeste wake walale na nyinyi kwa hiyo function mkienda Busia ama Kisumu ama wapi, na anaweka recording. Pauline ataweka kama ni pesa, atawakon pesa ya kwamba atawasaidia Wajaluo wa support, anakufaka akili na anakufaka pesa na anakurecord. Wakati utakuja Pauline atakwamba unataka kulalamika, unatumiwa video yako. Aya, hao wanaume wengine pia ataweka, wengine wanarekodiwa wakifaka. Wakati una nini anakuambia anaweka dema na kurecord ukifanya ngono. Wakati itafika ya kwamba mnataka viti na mnataka kumoppose au mnataka kumpinga, anakutumia. Mimi nimewaambia na bwana nasema, Babu Owino ni times 4 ya Mike Mbuvi Sonko. Babu Owino ni worse than Johnston Sakaja.
Na mimi nataka niwaambie pia Wakenya, wa Nairobians, mumeshinda mukiua Sakaja na magavana story ya mambo ya drainage na mabarabara. Mimi nauliza, Raila Odinga amekufa hapa akisema ya kwamba pesa ya roads hizi kera kura nini irudi kwa county government. Kwa sababu gani? Town barabara ikiharibika ama drainage imekuwa nini, kazi ya MP anapewa pesa ya barabara anakula, wewe umeweka machoko kwa governor. Unaona, Nairobi County imeuniwa na constituency 4: Lang'ata, Starehe MP, hiyo ni Amos Mwago, nani ule ni Wadagoreti, nani Elachi pia amechukua pati ya Nairobi, na Wanyonyi nini waine MP waine wote. Hii pesa yote ya roads, eti shida yote drainage na mabarabara mumeweka tu mkilaumu Sakaja. Mukitaka barabara zitengenezwe katika jiji la Nairobi, then mukubali ma MPs wapitishe ama president atoe pesa ya barabara irudishwe kwa county government, then mulaumu ma governors. Unaona, na hiyo ndio kitu Odinga alikufa na akasema, mimi sitaki mkipenda muniwache nyinyi wote, lakini lazima tuseme ukweli. Sakaja iko makosa yake, lakini iko makosa zingine mnawekea hao magavana story ya drainage mabarabara katika jiji, ambayo mtu anapata hizo pesa na ndio babu anachukua akisema ya kwamba analipia DJ Elvo 70 million. 70 million mtu amekoa MP 7 years. 70 million amepata lini? 70 million amepata nini kwa salary yake? Inamaanisha wanaiba kutoka kwa hizo pesa za kura na kara, ndio akishapiga mtu risasi anakuja kujisifu nayo kwa TV ya kwamba analipia mtu hospitali. Mimi naambia wanageto, kueni na roho, na nashukuru Sakaja, President William Ruto na Mama Ida na Raila Odinga family na wana ODM kwa kunionea huruma ya kupontiwa kwa board. Na vijana msiogope, nchi hii tunalipa ushuru wote, msisikie huyo mtu. Asante na Mungu awabariki. This is Ghetto Flavor. Ghetto Flavor, the home of updates and news as they happen across the world in appropriate time. Ghetto Flavor, live it, love it. Don't forget to subscribe to our channel so that whenever we update any breaking news, you'll be the first one to watch.